Bwana, mambo vipi? Bwana, mimi naitwa Fido. Bwana, leo nataka tuzungumzie kitu ambacho kimewanyanyasa zaidi watu kwenye maisha yao. Yaani kuna watu leo wameteseka na wanaendelea kuteseka kwa sababu ya kitu kimoja kidogo sana kinaitwa hofu. Bwana, hofu imetesa sana watu. Hofu imenyanyasa watu. Leo hii kuna watu ambao wanatakiwa watu wakubwa sana kwenye maisha. Labda mtu atakiwa daktari mkubwa sana kwenye maisha, lakini kwa sababu ya hofu ndio huyo hapa. Leo kuna mtu atakiwa mfanya biashara mkubwa sana kwenye maisha yake, lakini ameshindwa kuwa mfanya biashara mkubwa kwa sababu ya hofu. Lakini leo kuna mtu atakiwa awe kiongozi au mwanasiasa mkubwa sana kwenye maisha, ameshindwa kuwa mwanasiasa kwa sababu ya hofu. Hofu tu ndio inamfanya awe kwenye maisha. Inawezekana hata wewe unaitazama hii video, labda kuna kitu fulani utakao kufanya, kuna hofu fulani iliingia ndani yako ukashindwa kukamilisha ambacho ulikuwa umekipanga. Sasa leo nakuletea mambo fulani ambayo yatakusaidia wewe kwenye maisha yako namna kukabiliana na hofu. So isikilize video mwanzo mpaka mwisho, ujifunze haya mambo ambayo yatakusaidia kukabiliana na hofu. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel, basi nakuomba kwa mambo kama mawili. Jambo la kwanza, naomba uguse alama subscribe hapo chini, lakini jambo la pili, naomba uguse alama ya kengele ili kila video nitakapokuwa na upload unakuwa mtu wa kwanza kukutana nayo. Bwana, jambo la kwanza ambalo linaweza kusaidia wewe kukabiliana na hofu, kitu cha kwanza ambacho kinakusaidia kukabiliana na hofu ni kuikataa hofu. Yaani jitahidi sana kuikataa hofu. Ukikataa hofu itakuwa ni rahisi zaidi kukabiliana na hofu. Yaani lazima ujikubali, ujiamini, uamini kwamba kuna jambo ambalo mwanadamu mwingine anaweza kulifanya hapa duniani afu ikawa ngumu kulifanya wewe. Yaani kama kuna jambo lako unataka kulifanya, basi amini una uwezo kabisa kulifanya hilo jambo. Una kila sababu ya kulifanya hilo jambo, ndio utafanya hilo jambo. Kwa hiyo ukikubali hofu itakuwa ni rahisi hofu kukutawala, lakini ukikataa hofu inakuwa ni rahisi hofu kukimbia. Yaani kama kuna kitu leo nataka kukifanya leo, basi amini hichi kitu leo lazima nikifanye. Simama imara, amka, nenda ukifanye hicho kitu kwa moyo, kwa kujiamini, kwa mikakati na mbinu zote za kupambana na hofu utafanikisha. Lakini ukiingia kwenye kufanya kitu ukiamini hichi kitu utaweza, ni kweli utaweza. Lakini ukikubali kwamba hichi kitu nakifanya na nitakamilisha, basi inakuwa rahisi. Unajua kwenye maisha kuna muda mwingine hata hizi pesa tunazozimiliki haziwezi zikakaa kwako kama una hofu. Mafanikio yoyote kwenye maisha hayakai kwa mtu mwenye hofu. Yaani ukiwa na hofu automatic wewe ni maskini, lakini ukiwa jasiri automatic wewe ni tajiri. Unajua kuna mtu leo hana kitu kabisa, lakini ujasiri wake unatosha kabisa kumfanya awe tajiri. Lakini kuna mtu leo ana pesa nyingi, ana kila kitu, lakini uoga wake na hofu yake unatosha kabisa kumuona maskini. So hofu ni kitu kibaya sana kwenye maisha. Kwa kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kushinda kwenye hofu ni kukataa hofu. Ukikataa hofu itakuwa rahisi hofu kukimbia, so utakuwa unajiamini na mambo yanakuwa poa. Lakini kitu cha pili ambacho kinaweza kukusaidia wewe kwenye maisha yako ili uweze kuikataa hofu ni kuachana na vitu hasi. Kuachana na vitu hasi, yani kuna vitu fulani vyenye negative ambavyo vinaweza vikawa vinakuja kwenye maisha yako. Wanaweza kuwa ni watu, mazingira, lakini hao vitu fulani ambavyo ni hasi, vile vitu vyote achana navyo. Anza kuambatana na vitu ambavyo ni chanya. Yaani vitu chanya anza kuambatana navyo, lakini vitu hasi anza kuachana navyo. Itakuwa rahisi zaidi kuachana na hofu au kukabiliana na hofu. Kwa mfano leo hii unataka uanzishe kitu, una marafiki, lakini marafiki zako wote asilimia kubwa ni watu kulalamika tu. Watu wa kulialia kila siku wanatangaza matatizo. Alafu una jambo lako unataka kulifanya, ukiwashirikisha hao watu lazima ufeli. Lakini kama leo una jambo unataka kulifanya, basi kuna watu fulani unaona ni watu fulani ambao kila siku wenyewe wanazungumza vitu positive, kila siku wanazungumza mambo ya maendeleo, kila siku wanazungumza vitu chanya. Wale watu ukiwashirikisha inakuwa rahisi zaidi jambo lako kutimia. So anza kuambatana na watu chanya, lakini acha kuambatana na watu hasi. Lakini pia hata mazingira, kuna mazingira mengine ukiwepo itakuwa ni shida sana kufanikiwa kwa sababu hofu itakutawala katika mazingira hayo. So unaweza kaondoka mazingira fulani kwenda mazingira mengine kwa sababu sehemu hiyo kuna watu ambao ni majasiri, ni watu wenye kufanya maamuzi. Wale watu watakuambukiza hizo tabia, sio na wewe utakuwa na uwezo wa kuamua au uwezo wa kuanzisha vitu fulani bila kuwa na hofu. Kwa mfano labda leo nataka kufungue duka, so unaweza kwenda kwenye pale ukajifunza, ukaangalia watu namna wanaofanya biashara, ukaangalia mizunguko ya watu pale, harakati za watu. So zile zinakupa ujasiri wa kuanzisha kitu. Lakini ukijificha huko vijijini, huko mikoani, kila siku ni watu fulani hivi, yani hakuna kipya tena kwenye mazingira, kwa ni ngumu sana kukabiliana nao. Kwa kila siku unakuwa ni mtu
wa chini. Kwa kifupi unakuwa umeyazoea maisha ya umaskini. So hofu ni umaskini. Yaani ukishakuwa na hofu ni maskini. So lazima tupambane na hofu ili tutoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa kitu cha pili ni kuachana vitu hasi, itakuwa rahisi zaidi kufanikiwa. Lakini kitu cha tatu ambacho kinaweza kukusaidia kukabiliana na hofu. Kwa mfano hapa sasa nataka nizungumzie ile kitu ambacho nataka ukifanye hapo hapa. Yaani kwa mfano labda sasa hivi labda wewe ni mwanamuziki unataka kuingia kwenye jukwaa labda kwenda kuperform. Sasa uko sehemu ambako umejitenga na mashabiki, unataka kuingia kule kwa mashabiki. Kuna vitu ambavyo kwenye moyo wako vinakuwa vinazunguka kwamba hichi kitu leo nitaenda kukifanya kweli, au labda kuna ukumbi fulani unataka labda ukaongee, labda uko mazingira fulani unataka uende ukaongee. Kuna namna fulani hofu inakuja kwamba hichi kitu nitaweza kweli kukifanya. Lakini sasa kuna mambo ambayo utakayofanya kabla hujaenda kule. Jitahidi kuvuta pumzi ndani. Yaani kuna namna fulani unavuta pumzi ndani hata kama mara 2 hivi. Unavuta pumzi ndani na kuitoa nje taratibu. Ukifanya hivyo unakuta ghafla tu kama kuna namna fulani umepata ujasiri fulani. So kama ulikuwa kwenye chumba fulani cha kujificha unataka kutokea kwa mashabiki, basi unakuwa rahisi. Wasanii wengi wanatumia sana hiyo njia. Lakini wale watu ambao wanazungumza sana kwenye mkutano fulani wanatumia sana hiyo njia. Unavuta pumzi kidogo ndani, zenu na iachie pumzi kidogo, halafu unapata ujasiri fulani ndio unanyanyuka. Lakini kitu kingine unatakiwa ujisemee kwamba hichi kitu mimi naenda kukifanya sasa hivi. Naenda kukifanya bila kuwa mwoga. Kwamba hichi kitu naenda kukifanya. Hakuna kitu nitakachokiogopa kwa sababu wale ambao wanaenda kufanya hichi kitu ni watu kama mimi. So unaamka hapo unaenda, yani uendi kwa kuogopa, yani unaenda kwa kujiamini. So inakuwa rahisi. Hapa tunazungumzia lile tukio ambalo unaenda kulifanya mazingira hayo kwa muda huo. Kwa lazima uvute pumzi ndani alafu unaiacha kidogo. So mapema tunakuta tayari kuna ka low fulani ka ujasiri kamekuja na una perform na kila kitu kinakuwa poa. Lakini kitu kingine ambacho kinakusaidia wewe kukabiliana na hofu, kitu kingine inaweza kawa ni kwanza kujifunza kidogo kidogo mambo fulani yanayohusiana na ujasiri. Unajua siku zote jambo lolote ukitaka kulifanikishe kwa ukubwa zaidi haliwezi likaanza leo na kukamilika mara moja. So anza kujifunza leo mambo madogo madogo ambayo yatakusaidia wewe kukabiliana na hofu. Inaweza labda kuzungumza katika majukwaa fulani, labda kuanzisha vitu fulani, labda kuwakataa watu fulani. Yaani vile vitu vidogo vidogo vile vinaanza kujenga wewe kwenye mfumo wako wa kiakili. So hofu itakuwa sio kitu chako. Kwa mfano labda leo, labda wewe kama mimi unavyoniona hivi, sasa hivi naongea kwenye kamera kama hivi. So kuna wakati naanza nilikuwa na hofu, lakini sasa hivi nishazoea. Kwa sasa hivi nazungumza kwenye kamera kila mtu ananiona alafu fresh. Sasa ili uanze kuzungumza kama hivi ninavyozungumza mimi, basi unaanza taratibu. Unaweza kufanya mazoezi ukiwa chumbani, unaweza kufanya mazoezi sehemu yote. Unaanza kujijenga taratibu, so unakuwa na ujasiri. Lakini ukianza tu kwamba leo nataka nikazungumze, leo nataka nikafanya kitu fulani kwa nini? Kuanza kujifunza taratibu. Ukianza kujifunza taratibu utajijenga kiakili, mwisho wa siku unakuwa mtu mzuri. So hofu ni kitu kibaya sana kwenye maisha. Hofu ni kitu ambacho hakifai kabisa kwenye maisha. Yaani kama wewe ni mwoga, basi niamini mimi. Yaani wewe una hofu kwenye maisha yako, basi wewe lazima unasikii, huwezi kuwa tajiri. Lakini ukiwa jasiri kwenye maisha yako, ukiwa unajiamini kwenye maisha yako, niamini mimi, lazima uwe tajiri. Lazima uwe mtu tofauti kidogo kwenye maisha. Utakuwa unafanya vitu ambavyo saa nyingine vinashangaza hata watu. Kuna vitu fulani utavifanya ambavyo watu wengine hawavifanyi, watakushangaa kwa sababu wewe ni jasiri. Kwa kitu chochote ambacho unaona mtu amekifanikisha, basi alianza kujifunza taratibu namna kukabiliana na hofu. So leo unakuta mtu anazungumza sehemu yote anajiamini. So leo unakuta mtu anazungumza na mtu yote anajiamini. Leo mtu anaweza kukutana kiongozi yote mkubwa anajiamini. Leo unakuta mtu anafanya chochote, yani kama ni biashara anaanzisha tu bila hata hofu, yani yeye anaanzisha tu. So alianza kujifunza mdogo. So video kama hizi ni muhimu sana kujifunza ili uwe jasiri, ili usiwe na hofu, ili uondokane na hofu, ili uwe mtu fulani wa tofauti kwenye jamii inayokuzunguka. So hofu anza kuikataa leo. Hofu ni msingi mkubwa sana wa umaskini, lakini kujiamini ni msingi mkubwa sana wa utajiri. So anza kuikataa hofu ili maisha yakae poa. Bana, kama usikiliza video mwanzo mpaka mwisho, basi nakuomba uguse alama ya subscribe, lakini uguse hiyo alama ya kengele. Lakini pia usisahau kucomment ambacho umejifunza hapa, ili comment yako iweze kuwasaidia watu wengine. Kwa akisoma atakuwa amejifunza kupitia comment yako na mambo yanakuwa poa. So Mungu awabariki na asanteni sana.